Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu wapendwa, kila sehemu mlioko, mnaosikiliza na kutazama video hii, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hamjambo mahali mliko, Bwana Yesu asifiwe. Hakika tumeiona siku ya leo, siku njema, tumekutana kwa mara nyingine tena. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha uzima, ametupa uhai, ametuwezesha, tumepata kuyafika masaa haya. Hakika Yesu Kristo ni mwema, bila yeye hatungeliona siku ya leo. Amekuamsha kwa lengo na sababu siku ya leo. Amekufanya umeiona siku ya leo kwa lengo na sababu. Hajakufanya tu ukaamka tu ukaiona siku ya leo. Ni kwa lengo na sababu. Kwa sababu iko kazi hujamaliza. Emasari, tunamshukuru sana Bwana Yesu Kristo. Siku ya leo tutaenda kusoma neno hili. Tutasoma neno ambalo litatujulisha vitu zaidi. Litatujuliza mambo ambayo yatafanyika wakati wa Yesu Kristo sasa atakapokuja. Yani tunaenda katika somo la unyakuo, somo la ufalme, somo la unyakuo, tukapate kujua katika unyakuo itakuwaje. Emasari, kwanza tukamtangulize Roho Mtakatifu kwa maana yeye ndiye mwalimu, yeye ndiye kiongozi. Tukamwalike sasa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Yesu Kristo, tunakushukuru sana mfalme wa amani. Nikisema ni asante Bwana. Tazama mfalme, umetupa uzima, umetupa uhai. Tumefika masaa na majira Jehova. Tazama ikiwa ni wakati wa kwenda kuingia katika ibada hii. Bwana Roho Mtakatifu, ninakutanguliza katika ibada hii. Wacha ukatawale kwa maana wewe ni mwalimu wangu, wewe ni kiongozi wangu. Naomba utawale katika ibada hii, ukanene kwa niaba yangu. Utawale katika fikra zangu, katika kinywa changu, kanene wewe. Akili zangu kaziteke wewe Roho Mtakatifu na kunena na yule uliyemkusudia kusikia ujumbe huu. Bwana, ninaomba kupitia kinywa changu ukapande mbegu kwa yote ule Bwana uliyemkusudia kumpandisha mbegu ndani ya moyo wake. Mfalme, mimi ni vessel tu unanitumia Bwana. Mimi ni kiumbe tu unanitumia Bwana. Wacha jinsi ya kunitumia basi. Neno hili likawe ni neno ambalo litagusa mtu mahali akapate kukombolewa. Yule ambaye anaregarega akasimame, na yule ambaye anakata tamaa ukamuimarishe, akajue kwamba nyakati hizi ni za mwisho na Bwana unarudi kulinyakua kanisa lako. Bwana Yesu, ninakushukuru nikisema ni asante mfalme. Ninasema ni asante Jehova Shama. Kila mishale yote ya uovu Baba iliyosimamishwa ninaizima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Imeandikwa katika neno lako, vaeni ngao ya imani, kupitia hiyo mtazima mishale ya moto ya ule mwovu. Bwana, nazima kila mishale yote Bwana inayotuma masahaya ili yalete destruction. Kila mishale ya destruction, kila mishale yote Bwana ya usingizi, kila mishale yote ya kuondoa hamu ya kulisoma neno Bwana, ninayasambaratisha kwa damu yako mfalme wa amani. Wacha Bwana utawale wewe upatroli katika ibada hii. Ninakukaribisha wewe Yesu Kristo, utawale mwenyewe. Nasema ni asante mfalme. Na ni katika jina lako Yesu Kristo Bwana wangu nimekuita hata na kukuamini. Amen. Amen. Tutaenda kusoma neno tutasoma kitabu cha Wathesalonika wa kwanza. Wathesalonika wa kwanza 4. Tutasoma Wathesalonika wa kwanza 4 kuanzia mstari wa 13 tukishuka mpaka 18. Tutasoma kuanzia 13 hadi 18. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 13 hadi 18. Tuangalie Bwana atasema nini siku ya leo. Neno la Bwana linasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na tumaini. Maana ikiwa
tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala. Hatutawatangulia waliokwisha kulala, yani waliokwisha kufa. Hatuwezi kuwatangulia sisi tulio hai. Ema sari waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka. Sikia hiyo. Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Yes. Na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Yani walio katika umauti, yani waliolala, waliokufa katika Yesu Kristo. Emasari, waliolala katika Yesu Kristo, watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika wingu, ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Amen. Bwana anasema tusihuzunike tunapoona mwenzetu katika Bwana ameaga dunia, kwa sababu amekufa katika Kristo. Ina maana yeye ashatengeneza, anaenda mahali para. Sasa kazi kwako wewe ambaye walia sana huku huzunika baada ya kumtafuta Mungu. Emasari, yani anapokwenda yeye anakutazama, maana unaona amekufa, lakini yeye ameenda, amerudi nyumbani, amepita mtihani, ameingia mbinguni, ako in peace. Wewe huko ndo wapambana na majaribu ya ibilisi, wangangana, waangalia sasa, je, nitaenda mbinguni mimi, majaribu nitayashinda ama majaribu yatanishinda niende nikateketee? Maana yeye ashaenda mbinguni. Safari yake ashamaliza, ashafanya vitu vya Mungu, ameshajenga nyumba yake mbinguni. Emasari, ashatengeneza vitu vyake mbinguni. Sasa ni wewe hapa duniani. Kuna watu ambao watu wao wakiaga katika Yesu, basi wanalia sana mpaka na kwa kazi. Lakini sasa kama amekufa katika Kristo, Bwana anasema usihuzunike sana. Bwana anasema usihuzunike kama mtu ambaye yani wewe, yani si Bwana anasema hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na tumaini. Mtu wa tumaini ni yule ajui mambo ya Yesu, hana tumaini, yani ajui kama kuna uzima baada ya kifo. Sasa wewe uliyefunguliwa macho na masikio unajua kuna uzima milele. Atakapokufa yule sasa, atakapokufa, yani wewe wawaza tu mtu yule ameenda rahani, maana sasa amekufa katika Kristo. Amekufa katika Kristo, na Bwana ametuahidi ya kwamba ametuahidi uzima milele katika yeye. Emasari, sasa akishaga dunia ameenda. Na Bwana anatuambia kabisa, yani kutakuwa na sauti kuu. Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ni hiyo siku ya unyakuo. Hiyo siku itakuwa ni siku ya kutisha sana. Itakuwa ni siku ya kutisha. Wewe niambie watu wakufa wananyakuliwa wewe. Itakuwa ni siku ya kutisha sana. Hiyo siku itakuwa sio siku ya kawaida. Ikiwa wakati wa kufa kwake Yesu, wakati wa kufa kwake Yesu kulikuwa na giza mchana, lakini kukawa na giza. Yesu anakata roho. Anaenda zake kuzimu kupambana huko. Emasari, anaenda. Kulikuwa na giza, yani watu walichanganyikiwa, kulikuwa na confusion fulani. Emasari, kulikuwa na confusion fulani, kulikuwa na kazi. Sasa niambia hapo Yesu anakuja, alafu watu wakufa wanafufuliwa. Sasa wananyakuliwa, wanafufuliwa. Sasa sauti kuu, yani mwenyewe muumba mbingu na dunia ndo ameshuka. Sikia hapa, wasikia hapa anasema atashuka.
kutoka mbinguni, atashuka kutoka mbinguni. Niambie, kutakuwa na kazi kubwa sana hapa duniani, maana ibilisi atapata tabu pale alipo, kwa sababu atakuwa ameshuka, mtakatifu wa watakatifu. Atakuwa ameshuka. Lazima kutakuwa na mambo ambayo yataendelea ambayo si ya kawaida. Hakutakuwa kawaida vinye eti kawaida eti hivi. Kutakuwa kuna mambo. Watu wakufa, niambie mtu atafufuka. Waliokufa, waliolala mauti watafufuka. Alafu sasa waliobaki sasa watanyakuliwa sasa. Watu watafanya kupotea, tu wananyakuliwa, tu wanapotea. Na hii siku itakuwa ni siku ambayo watu watakuwa wako busy tu na shughuli zao tu. Watakuwa wako busy, yani nakwambia itakuwa ni siku ambayo watu watakuwa wako, mwenye kwenda kazini yuko kazini, mwenye kufanya mwenye yuko zambini yofanya zambi, mwenye kuua mtu yaua mtu, mwenye kuomba temio yaomba, masa mwenye yuko mfungoni, yani itakuwa vizuri kupatikana uko mfungoni kwa kweli. Mwenye uko mfungoni, mwenye uko kazini, mwenye uko busy, yani pale utakapopatikana ndio hivyo. Hiyo siku ni siku ya ghafla sana. Ni siku ya ghafla sana, itakuwa ni siku ya ghafla sana. Kwa hivyo ni afadhali tujitayarishe na mapema, kwa sababu neno la Mungu linasema afadhali yule ambaye hajui, lakini yule ambaye anajua Bwana wake anakuja alafu ajitayarishi atachapwa sana. Neno la Mungu linasema kitu kama hiyo, atachapwa sana. Kitabu cha Mathayo. Wacha tuende huko kwenye Mathayo tukaangalie kuna semaje. Emasari. Yule anayejua kuwa Bwana wake anakuja na sijitengeneze, inakuwa ni hatari. Inakuwa ni hatari ndugu zanguni. Huu ni wakati wa kujitengeneza, ni wakati wa kujitengeneza. Yaani wewe unajua Bwana anarudi, alafu ujitengenezi. Mungu anakuambia kabisa katika neno lake. Emasari, ni Mathayo ngapi vile? Wacha nikutafutie ndugu yangu usipate kusikiliza. Wacha nikutafutie kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Hapi hii. Emasa. Ni kitabu cha Mathayo. Yule anayejua ya kwamba Yesu anakuja, anajua siku, alafu ajitayarishi, ana kazi. Kwa sababu neno la Mungu, mimi nimesahau ni wapi nilisoma hilo neno. Nimesahau ni wapi, lakini neno la Mungu linasema anayejua ujio wa Bwana alafu ajitayarishi atachapwa sana. Na yule ambaye hajui ujio wa Bwana lakini ameishi vizuri atachapwa kidogo. Na tena neno la Mungu linasema heri mtu yule ambaye haijui njia ya haki. Lakini wewe ambaye unajua njia ya haki alafu ukaiacha njia yake, itakuwa sawa sawa na kufungwa jiwe shingoni na kutupa katika ziwa la moto. Yemasa, yani unamjua Mungu alafu ukambackslide ukamwacha Mungu. Una kazi, kwa sababu umejua yuko Mungu. Umejua makuu ya Mungu. Inakuwa ni hatari sana wewe ambaye unaonja makuu ya Bwana alafu unamwacha Bwana, unarudi huku Misri. Kwa sababu ukiwa unarudi Misri, Bwana aliwaonya wana wa Israeli ya kwamba msirudi Misri. Mkirudi Misri mtauawa kwa upanga, kwa tauni, kwa njaa. Yani Mungu akiwa ameshakuokoa Misri alafu unarudi Misri, wewe utakuwa sasa, kwa sababu umeonja mambo ya Mungu. Na Mungu anasema heri mtu yule asiyejua imani. Lakini wewe unayejua njia ya kweli alafu ukaiacha ukarudi kule ulikotolewa na Mungu, kwa sababu alikupenda sana akakutoa kule katika shimo la kuzimu. Kwa sababu kama wewe umjui Mungu, obvious uko shimoni. Yoyote ambaye hana Yesu yuko shimoni, tusidanganyane. Shimoni tena ni mahali pa uwanja pa ibilisi, mapepo. Yani mwanzo huo hata yakusumbua, yani haya nani sana.
Lakini ikiwa wewe Mungu alichukua hatua, akakuonyesha njia, akakutoa shimoni kule, alafu wewe ukataka kurudi shimoni badala ya kupambana na vita, ukarudi shimoni. Na kuna msemo wa kuna msemo wa kuwa watu wanapenda kusema ya kwamba eti ukiokoka ni raha, una chanino la nini? Kwani aliyekuambia hivyo nani? Ya kwamba ukiokoka yani basi ndio kuisha kila kitu, matatizo yameisha. Wakati Yesu Kristo katika neno lake, Yesu Kristo, neno la Mungu linasema Yesu Kristo kwetu ni kielelezo. Yeye alikataliwa, alidhiakiwa, alitemewa mate, alitengwa. Sasa wewe wataka uishi kwa raha vipi? Wewe wataka kwenda mbinguni, mahali patakatifu, mahali kwa raha zote, mahali ambapo roho yako ndiko ilipotoka. Maana huko ndiko. Hapa duniani tumekuja kwenye mitihani, tuko kwenye mitihani hapa. Ndio maana tunajaribiwa na ibilisi, tuko kwenye mitihani. Lakini roho ya mwanadamu inafaa irudi mbinguni mahali ilitoka, maana huko ndiko ilikotoka. Ibilisi hana mamlaka na roho ya mtu yote yule. Ibilisi hana mamlaka na roho ya mtu. Mwenye umiliki wa roho ni Mungu tu, sio ibilisi. Ibilisi ndio maana neno la Mungu linasema amekuja kuiba. Hana chake. Ibilisi hana mamlaka na roho ya mtu yote yule. Kwa hivyo hapa tumeletwa, hapa tuko katika majaribu. Nafsi hii ninaileta duniani. Sasa wacha tuangalie kama atasimama na Mungu anakujua kuwa wewe ulikuwa utakuja duniani kusimama ama utakuja kuleta tabu huko duniani. Emasari. Kwa hivyo hapa duniani mitihani. Sasa ushinde mtihani, upewe taji lako la uzima. Emasari, upewe taji. Kama Bwana anavyosema, tazama ninakuja na ujira wa kila mmoja. Emasari, ujira wa kila mmoja, yani yoyote ule aliyetoka mbinguni akaletwa duniani. Maana hakuna aliyetoka kwa shetani. Roho zinatoka kwa Mungu, shetani hana roho. Yule anafanya vituko vyote lakini anatii master. Kunaye master. Emasari, yuko master. Yani yuko master. Yani shetani kwa sababu hana mamlaka. Ndio maana akitaka kukuadibu wewe, paka kaombe ruhusa kwa master. Akitaka kuadibu mtu wa Mungu, paka aombe ruhusa kwa master. Kwa sababu hana mamlaka, paka kaombe ruhusa. Sasa ukiona kitu kimekufikia, ni Mungu amekiruhusu kikufikie, kwa sababu wewe bila majaribu utasimama. Bila majaribu, so ukiteseka ndio utatafuta Mungu. Bila majaribu wezi. Sasa ukiona kitu kimekufikia, Mungu amekiruhusu. Kwa sababu angalia Jobu. Ibilisi alienda kumshtaki kwa Mungu, angalia unitajiri ni hivi. So niruhusu. Akapewa ruhusa lakini akaambiwa usimfanye nini? Usimuue. Kwa hivyo hata kwetu sisi tuliokoka, ibilisi hana mamlaka juu yetu. Hana mamlaka juu yetu. Ukiona kitu kimekufikia, Mungu amekiruhusu. Hilo jaribu ameliruhusu likufikie ili ukapate kunyenyekea na kusimama mbele za Mungu. Ili anakujenga. Yani kitu kikufikia na maana Mungu anakujenga wakati wa shida na wakati wa raha. Anakujenga. Kujengwa kwa Mkristo ni shida. Unajengwa kupitia shida. Yesu kwetu ni kielelezo, alidhiakiwa mpaka mwisho akagongwa msalabani. Wewe unafikiri ungekubali kugongwa msalabani? Yeye mpaka mwisho akagongwa msalabani kabisa, na hata hajakosea mtu. Emasari. Sasa unapopitia shida, huwa ni jaribu lile Mungu ameliruhusu likufikie ili ukasimame na kunyenyekea mbele za Bwana. Ukasimame na kunyenyekea mbele za Bwana kupitia hiyo shida, ukanyenyekee. Yani ndio Mungu anakuinua hivyo kupitia hiyo shida, na kujaza na kufungua kupitia hiyo shida. Kupitia majaribu. Majaribu yanatufanya sisi tunainuliwa. Hauwezi kuinuliwa na raha wewe, mpaka upitie unyenyekee. Umwambie Mungu, unyenyekee mbele za Mungu. Shida inafanya mtu ananyenyekea. Nataka nikupatie mfano wangu mimi sasa. Mfano wangu mimi hapa mwenyewe. Mimi nilikuwa yani sengine tu yani napewa raha zangu hapa naachiliwa na raha fulani hivi, raha sitakwambia sana. Raha fulani hivi.
Mungu anaanza kufanya tu kidogo hivi, mambo yanabutuka na kwambia. Kama sari unamrudia Mungu mbio, unaanza kunyenyekea. Mungu anajua wanadamu. Kuna wengine wakipewa raha, kuna mwingine akipewa raha ya kupata tu fedha anamwasahau Mungu, ama anamwacha Mungu, ama analegeza kamba. Ukiona Mungu amesita mahali, unapalilia sana, unapalilia lakini huni pakifunguka, hapo ndipo Mungu alipopapanga akuinue kupitia hapo mahali. Kwa hivyo hiyo ndio njia yako ya kuinuliwa. Masari, hiyo ndio njia yako ya Mungu kukuinua katika ulimwengu wa roho. Kuna mwingine magonjwa saa yote, kuna mwingine shida, kuna mwingine hivi, mambo ni mengi. Hapo ndio sehemu ambayo Mungu ameipanga kukuinua napo. Ameona hapa, kupitia hapa huyu atanyenyekea sana, na hapa ndipo nitakapomjaza katika ulimwengu wa roho. Huyu ana shida ya chakula, hapa ndipo nitakapomuinulia hapa. Mungu jamani anatujua mioyo yetu. Kuna ule sangine anajaribiwa, anaambiwa, kuna ile anajaribiwa tu anapewa anapata chakula nini, ama anapata opportunities. Unaona, anamwacha Mungu. Alafu pia kitu kingine ningependa kuenlighten hapa. Sahi ni kubaya, kwa sababu sahi hata ibilisi na analeta opportunities. Watu wa Mungu ndio mnaenda mbele za Mungu mkiomba baraka, mkiomba mpate kazi nini. Lakini wewe ukiona kazi nyingi zimekuja sana mpaka zinakufanya umuombi Mungu, jiulize, hizi ni opportunities za Mungu? Hizi ni za Mungu kweli? Kwa sababu Mungu anataka uombe, Mungu anataka usome neno. Ikiwa wewe unaona una kazi nyingi mpaka uwezi kuomba na kusoma neno, jiulize, hizo ni opportunities, mlango wa ibilisi huo. Ameufungua ufanye kazi sana, mwache Mungu ndo azidi kukupiga vizuri, maana anatafuta njia, anafungua, anaona sasa maisha ni magumu. Sasa nasema huyu nikimfungulia opportunities nitamweza mengi. Yani kila mahali alafu sasa tamaa sasa hii ndio ni kitu ambacho kimewekwa, tamaa. Yani unakuwa na tamaa, unatamani, una kila kitu kikutoshi. Unatamaa, yani utamaa ya pesa, tamaa ya vitu, yani tamaa. Ili Mungu wako mweke pembeni. Na sasa Mungu anasema usipende mambo ya duniani na vyote vilivyomo duniani. Usivipende, bali upende mambo ya mbinguni. Maana wewe umetoka mbinguni. Kwenu si mbinguni, hapa sio kwenu, hapo wapita, hapo ujue. Hasa lazima upende vitu vya mbinguni, ukiketu wazi ufalme wa mbinguni. Upende mambo ya mbinguni. Masari, upende mambo ya mbinguni. Sasa ukiona shida, ukiona mambo hapo jiulize tu, yani jitafakari, useme hapa ndipo Mungu wangu ametaka hapa ni kunipenyesha na hapa. Kwa hivyo ni muombe tu, ni kuzama ndani na kumuomba Mungu na kukata tamaa. Usiwe mrefu kukata tamaa. Usiwe rahisi. Hapo ndipo Mungu anakapofanya nini? Kwa sababu Mungu anasema jaribu haliji mwanadamu asipoliweza. Kitabu cha Luka. Ni kitabu cha Luka. Ni kitabu cha Luka. Ni kitabu cha Luka. Ni Luka ama ni kitabu gani? Ngoja tukaliangalie. Ni Luka 13. Ni Luka 13 ama Luka 12 mstari wa 13. Hapana. Luka ni Luka ngapi? Jaribu haliji. Ni Luka ngapi hii? Jaribu haliji, ila jaribu haliwezi kuja ambalo litampita mwanadamu. Lakini Mungu anaachilia njia ya kutokea jaribu hilo ujue. Kwa hivyo Mungu hawezi kuleta jaribu ambalo wewe uliwezi. Mungu analeta jaribu ambalo wewe ukiona jaribu limekufikia, Mungu ameona hilo jaribu unaliweza. Ameona hilo jaribu utaliweza, na amejua hizo nguvu zenye aliachilia ndani yako, hilo jaribu utaliweza na utalishinda kupitia
Yesu Kristo anajua kwamba utalishinda. Hakuna Mungu hawezi kuachilia kitu ambacho ukiwezi. Anajua utaweza. Kwa hivyo ni kusimama na kumwomba Mungu. Ni kusimama na kumwomba Mungu. Kusimama na kumwomba Mungu. Kusimama na kumwomba Mungu. Mungu atakusaidia. Masari, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Sana 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 sana. Mungu ni mwaminifu. Natafuta hili neno. Nafikiri sio Luka, nafikiri si Luka. Jaribu likija. Laja ikiwa Mungu hakupi jaribu ambalo usiloliweza. Anakupa jaribu unaloliweza na atalifungulia mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Sari, neno la Mungu hilo linasema. Sasa ni usimame, usilegeze kamba. Majaribu ni mengi, lakini kwa mvumilivu. Mungu anataka uvumilivu. Mungu anataka uvumilivu, anataka unyenyekevu. Mungu anataka uvumilivu, anataka unyenyekevu. Sanama? Anataka uvumilivu, anataka unyenyekevu. Hebu tuone tukasome kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Mungu anataka uvumilivu na unyenyekevu. Uwe mtu wa kuvumilia shida, uwe mtu wa kuvumilia, usimame imara. Uwe mvumilivu. Uvumilivu ni nzuri sana. Kwa maana kuna msemo wasema mvumilivu hula mbivu. Basi ni kweli. Kuvumilia sana unapata matokeo. Sasa ukitaka haraka ni uvumilie ili ule mbivu, ule matunda. Uwe mtu wa kuvumilia ule matunda. Ule matunda, vumilia ule matunda. Majaribu yako, tunaishi na ibilisi chini ya jua hii. Tunaishi naye. Masari, tuko naye. Hebu tukasome kwanza hapo Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 13 tunashukia hapo chini. Unaona. Wakorintho wa kwanza 13 tukishuka hapo chini. Unaona kama hapa Wakorintho. Wakorintho wa kwanza. Unaona neno la Mungu linasema hapa. Tutasoma Wakorintho wa kwanza 13. Na tutasema tutasoma kwanza hiyo moja. Tushuke chini hapo. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo, uvumilivu, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni,
haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Amen. Amen. Unaona kazi. Unaona kazi. Upendo wako sasa. Unaambiwa uwe na upendo. Unaambiwa uwe na upendo. Uwe na upendo. Hata ukawa na imani. Ukawa na imani kiasi cha kuhamisha milima. Ukatoa mali zako zote, hata ukataka kuungua na moto. Ikiwa una upendo, ni kazi bure. Lazima uwe na upendo. Na maana ya upendo ni kutokutakabari, kutokujivuna. Mtu asiyejivuna na upendo. Yani, hatupaswi kujivuna, hatupaswi kutakabari. Twafaa tuwe na adabu. Mtu mwenye upendo anakuwa na adabu. Mtu mwenye upendo hatafuti mambo yake. Anaangalia wengine pia, anakuwa yuko ni kwa ajili ya mambo ya Mungu. Ndio mtu mwenye upendo yule sasa. Yuko kwa ajili ya akiwa na watu anawaambia mambo ya Mungu. Unakuwa wewe umesimama kimungu, mtu mwenye upendo. Emasa ufurahi udhalimu, bali ufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Wewe ni mtu wa kweli. Na upendo ukumbuki mabaya. Emasa unaishi tu kwa upendo, unakuwa unasamehe, unaishi tu kwa upendo na amani na furaha. Hivyo ndivyo upendo wa Mungu. Hivyo ndivyo Bwana anataka tuishi katika chini ya jua hii. Katika wokovu. Bwana anataka tuishi namna hiyo katika upendo. Ukijiona tu umeteteleka tu hivi, tunamuomba Mungu toba. Kwa kweli maana tuko duniani ambamo majaribu ni mengi, maana ibilisi tuko naye ujue. Na amekuja duniani ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 12 hapo chini itakwambia. Amekuja kupigana na watu wa Mungu sasa. Ibilisi. Hebu ngoja nikusomee kidogo. Ufunuo 22. Unaona kazi. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyia ulimwengu wote, akatupwa hata chini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki na ndugu zetu. Unaona kazi, mshtaki wa ndugu zetu. Joka alikuwa ni mshtaki toka mbinguni. Joka alikuwa anashtaki watu wa mbinguni. Akiwa yuko mbinguni alikuwa sauti tu. Hasa ukimwona mtu kazi yake tu ni kulalamika na kushtaki wengine, huyo ndani yake kuna roho ya nyoka ndani yake, ndio ifanye hiyo kazi. Kuna tabia za wanadamu hapa duniani ambazo si tabia zao. Nyoka anafanya kazi, Ibilisi. Hasa huyu alikuwa anashtaki mbinguni watu wa huko, alikuwa anawakosesha amani, anawashtaki saa yote. Mungu muone huyu, Mungu muone huyu Bwana, muone huyu Bwana, anashtaki saa yote. Ndio hapa sasa anatushtaki sasa. Akiona mtu wa Mungu anamshtaki, yuko hivi, anaangalia kushtaki. Wewe ukiona uonekani 24/7 uko katika ramana ya Ibilisi, anatafuta makosa akushtaki. Anatafuta makosa kushtaki. Maana salitupwa huko mbinguni, alikuwa anashtaki. Duniani kila alikuwa anachokifanya mbinguni anakifanya hapa duniani saizi. Kule mbinguni alikuwa anashtaki, sasa huku pia anashtaki.
Mbinguni alikuwa amewekwa master wa music. Huku unaona vile jinsi anavyofanya. Watu wanasaini dili za wanasaini madili ya marekodi ya kuingia kwenye vyama vya giza kwa sababu ya muziki wako uendelee. Anakuambia wewe ukitaka kuendelea mimi hapa unikubali. Na watu wanamkubali. Wengine wanasainiwa bila kupenda, wengine wanasainishwa tu, wengine wanasaini wenyewe. Sasa anavuta watu kupitia hiyo music yake alio. Kula alikuwa amepandishwa, yeye anasimamia cheo cha muziki. Anasimamia. Sasa hapa unaona vile muziki wa kimapepo, hiyo nyimbo za giza mapepo. Yeye amesimamia, yeye ndo ni ruti, yani yeye ndio hapa ameweka kiti chake, amesimamia. Alafu Kula alikuwa anashtaki, hapa ndo anashtaki. Yani anashtaki wanadamu. Katika ulimwengu tunafuatiliwa na kushtakiwa watu wa Mungu. Tunashtakiwa, huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi. Tena anaenda na neno la Mungu. Anaenda akimuona Mkristo ameenda kinyume na neno la Mungu. Anajua neno alikuwa mbinguni. Ndio maana anawafundisha watu wake neno kuzimu, analibadilisha hilo neno. Analibadilisha neno. Anajua neno vizuri. Ndio maana hao watumishi, hao watu wa uongo, hao mapasta wa uongo wanafundishwa na yeye neno la uongo na wanafundisha watu. Unaona mbona upasa yule alitwist ile neno. Ameanza kufundishwa na babake Ibilisi, maana watenda dhambi ni wa Ibilisi. Sasa ameanza kufundishwa na babake, sasa anakuja kufanya yale ambayo babake anayafanya. Kwa sababu neno la Mungu linasema mwana anafanya kila alichokiona kwa baba. Amen. Sasa ameona kule na anakuja kufundisha nyinyi congregation ambao mko ndani, mnaingizwa kuzimu, mko shimoni. Maana ukimfuata mtumishi wa Mungu unaingia shimoni. Yeye yuko shimoni, unamfuata unaelekea shimoni. Lazima uwe makini. Ni lazima muwe makini. Maana hata haya magrupu watu wanaoyafuata yanakuyaingia. Magrupu ya simuni haya maombi, ni lazima uwe makini sana. Ni lazima uwe makini mambo ya kuingiza magrupu, eti kwa mtu anakuingiza magrupu. Wewe ni hatari. Lazima usimame. Wewe mwenyewe unaweza muita Mungu jamani. Mbona Mungu anasema kila mahali yupo? Bora muite tu. Anaitika. Yuko. Mbona yutele mwanzo saa hivi vile nyakati za mwisho yuko. Yani yuko tele. Watu wanahangaika saa hii. Mtu akisikia huku kule anaenda, akisikia kule anaenda. Sikiza neno hapa la Mungu. Aliye mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Mungu alitupatia ole wetu sisi tulio duniani. Tuko naye. Maana alitupa shimoni, yuko tena kona. Yani tulipewa ole maana tuko naye. Anashtaki, yani kule onekana alikuwa anafanya vitu ambavyo havistahili sana. Yani hapa anatushtaki, anafanya vitu. Mungu alitupatia ole kabisa. Ole wenu mlio katika nchi. Maana mko naye huko. Ole. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai, yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo alishwapo kwa wakati wa nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake. Akaumeza mto ule alioutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake. Juu ya wazao yule mwanamke sasa.
Emasari, waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Emasa, amekuja kufanya vita juu yangu mimi na wewe uliokoka. Wanaoshika mambo ya Mungu, wanaotaka kuingia ufalme wa mbinguni. Mungu anakuambia kabisa hapa, amekuja kwa ajili ya wewe unaotaka kuingia ufalme wa mbinguni huyu joka. Unaona? Wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Emasa, ukiwa umekombolewa na Yesu bila shaka una shuhuda nyingi tu, maana Yesu anatenda makuu ya ajabu, unazo shuhuda tele. Sasa nyoka amekuja ni kwa ajili ya wewe mwenye shuhuda, ni kwa ajili ya wewe mwenye kuzishika amri za Mungu. Wewe na mimi. Yes. Ni wakati wa kusimama, ni wakati wa kumtafuta Mungu, ni wakati wa kusimama kidete na kujifunga kiunoni na kuachilia taa ikiwaka kwa neno la Mungu. Ni wakati wa kusimama na kupambana katika roho. Ni wakati wa kusimama katika roho. Katika nyakati za mwisho, vita ni vingi sana. Ni wakati wa kunyanyuka. Ni wakati wa kumwambia adui, utaniweka chini. Ni lazima nikauone ufalme wa mbinguni. Ni lazima nikauone unyakuo. Ni lazima nikamlaki Bwana mawinguni. Ni lazima nikapate unyakuo. Hutaniweka chini. Hutanifanya mtumwa wa dhambi. Kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba mpinge ibilisi naye atakukimbia. Na kumpinga ibilisi ni kwamba unapinga kutenda dhambi. Ndio kumpinga ibilisi. Si eti kumpinga ibilisi ina maana eti ibilisi amekuja sasa unamwambia toka. Kumpinga ibilisi ni kupenda dhambi. Maana wewe kama umpinga ibilisi ni ukate dhambi, lakini ukitenda dhambi wewe ni wa ibilisi. Ukitaka kumpinga ibilisi, pinga dhambi. Ukisikia moyo na kutuma kwenda kuzini, sema mimi nimeokoka ni wa Yesu na mimi sitazini. Emasari, moyo unakutuma kwenda kudunga sindano za family planning, sema mimi nimeokoka, sitadunga masindano, sitaua. Maana ukidunga unaua sheheli. Unaua. Katika neno la Mungu kuna neno la Mungu, kuna mtu katika neno la Mungu aliuliwa kwa sababu alichukua mke sijui ni wa ndugu yake, anakaa naye. Anamjamia. Sasa zile sheheli anazimwaga, anamalizia nje. Alipokuwa anamalizia, kumbe mbele za Bwana ile stahili ni kama uaji jamani. Ni mbaya. Akaoa kwa kitendo hicho. Akaua. Mungu ilimkasirisha Mungu. Sasa wewe tayari unaua wanawake wanaokwenda dunga msana. Ibilisi alitafuta njia kuwakamata wanawake kwa njia hiyo. Yaani wewe unahesabika tayari unaua. Kwenda kumeza maipili huko unaua. Yaani hapo unaua tu kiufupi. Yaani hiyo ni njia ibilisi kukamata wanawake. Ndio maana mbinguni wanawake ni kidogo. Emasari, wanawake kupitia matembe hayo, kupitia masindano, kupitia maurembo haya, makeup, eyelashes, mawigi, marasta, cutex, kuvaa mikufu, macheni haya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mimi hapa nataka nikwambie. Masuruali hizi mnavaga. Mimi hapa nataka nikupatie ushuhuda wangu mimi. Mimi nilikuwa mvaji masuruali. Huko mbona nilikuwa sana. Huko nilikuwa. Yaani hapa ni neema. Unaponiona hivi, ni neema ya Mungu imenitosha na imenibeba. Emasari, mimi nilikuwa huko, nataka nikwambie mtu wa Mungu, masuruali nilikuwa navaa sana. Tena mimi ni mtu ambaye nilikuwa naweza pita sehemu, nimepita na nguo hii kirudi na nyingine. Yaani mnione tu. Yaani shetani kwa kweli alikuwa ameniandama. Mnione, nilikuwa mimi najua kuvaa, najua kubadilisha manguo, najua kujitengeneza mawigi yale ya magali yale. Ibilisi jamani. Yaani unamwambia Mungu, kwa nini ulinipatia koto? Ungelinipatia nywele za mlazo. Unamwambia kwa nini uliniumba? Unamuuliza Mungu maswali kupitia jinsi unavyojibadilisha. Unamwambia Mungu, kwa nini ulinipa weusi?
Kwa nini ulinipa weusi huku nipatia rangi nyeupe? Yaani unamuuliza Mungu, wewe huna ujualo, lakini hayo ni maswali unamuuliza Mungu. Kwa nini? Kwa nini? Na ndio Mungu unasema usimuulize Mungu maswali. Kwa nini unauliza, kwa nini ulinipatia ngozi hii nyeusi? Ndio maana unaenda kujichubua sasa. Kwa nini? Unaanza yaani unajiona uko sawa. Hayo ni mapepo. Unaona huko sawa tu, mwanamke huko sawa, unaona ukijichubua ndio uko sawa, kijangalwa kio. Hapana. You are beautiful the way you are. You don't have to change yourself. You are beautiful the way you are, my dear. The way you are. Mungu alikupenda akakumba jinsi ulivyo. Haina haja ukajiongeze eti Mungu alikupa kopi unataka zingine. Unaona vile jinsi ibilisi anajua kudanganya watu. Yaani unamwambia Mungu, hizi kope zangu ulikuwa uzifanye hivi, uzinyooshe kabisa. Yaani uzifanye hivi, alafu uniwekee nyingi. Yaani hizo hazitoshi, hizo ambazo unazo. Hebu niambie ibilisi. Ibilisi hivyo ndivyo anavyodanganya wanawake. Hayo sasa ni mambo ya nje, alafu kuna ndani sasa. Emasari, mimi nilikuwa huko nataka nikupe ushuhuda. Nataka nikupatie ushuhuda ndugu yangu, hata wewe unaweza kubadilika kwa neema ya Mungu. Wakati mimi nimeanza kuokoka, nilikuwa naenda kanisani. Pastor, sasa Mungu anaanza kunitengeneza, kunijaza nguvu. Emasari akaanza kuniambia, mama, mahali imefika sasa, inabidi uache kuvaa masuruali. Nilimwambia pastor, hapana. Kama wewe Mungu hawezi kunitumia bila kuacha masuruali, wacha ikae. Hivyo ndivyo nilimwambia. Na nikamwambia pia dada yangu mimi alipookoka, aliacha kuvaa masuruali kabisa. Mimi ndo ninavaa tu. Naomba na navaa. Navaa nguo za magotini hizi mwenyewe, naonyesha ndugu. Ndiyo, ni vitu visivyo stahili. Lakini kumbe wakati wa Mungu, neno la Mungu linasema kanisa hujengwa mpaka likakamilika ni kwa ajili yangu. Jengo hujengwa mpaka likakamilika ni kwa ajili yangu. Sasa pia hatufai kujaji watu tunaoana huko nje. Kwa sababu pia mimi hapa pastor aliniambia sikuacha. Lakini Mungu alifikisha wakati wake. Kwa sababu lakini nataka pia nikwambie, Mungu atakubadilisha ikiwa wewe mwenyewe unatamani kubadilishwa. Emasari, mimi nilikuwa namwambia Mungu kwa sababu niliingiwa na ile nilikuwa na ile hamu ya kutamani kuona ufalme wa mbinguni. Yaani natamani, yaani na ile hamu mimi nataka mbingu. Naomba Mungu Baba nibadilishe, ninaomba nikaishi vile unavyopenda. Naomba nikaishi vile ambavyo unapenda niishi. Yaani ninaomba ninaweza kuwa ninaishi kumbe sikupendezi. Naweza nikawa sikupendezi, naomba nikaishi kitakatifu. Ninaomba kuishi kitakatifu. Ndio Bwana akaanza kunifunulia sasa. Akaanza kunionyesha sasa wewe wataka utakatifu. Sasa hii waacha. Nikaanza kuonyeshwa nyanyangu amevaa suruali. Nyanyangu wazee wa Chonyi toka lini wakavaa? Wazee wa kule hawavaa hizo nguo. Nyanyangu mimi hata hakuwa mtu huyo. Nyanyangu hakuwa Mkristo by the way, na hakuwa anavaa hizo nguo. Nyanyangu alikuwa anavaa tu marinda wale wanyanya. Nikamwona nyanyangu, Mungu yani anajua njia kufanya uelewe. Akaleta nyanyangu amevaa suruali alafu amesimama nje kwake, alafu kuna mandovu yanavamia, mandovu sasa wale wanyama wa msituni. Sasa Mungu katika ile ndoto akanipa ufahamu ya kwamba sasa ni mimi sasa hivyo, kwa sababu yale zile nguo ni za kuzimu. Sasa wale mandovu ni mapepo, wanakuja wananivizia kwa sababu ya zile nguo ninazovaa, kwa sababu zile ni mali zao. Wanafuata kama unachakwao mawigi haya matakataka, wanafuata Emasari wanafuata. Sasa mimi nikasema nilipoota hiyo ndoto nikasema ndoto gani? Ikabaki lakini ikai kwa sikubadilika, nikaa napiga navaa vitaiti lakini bado sijabadilika. Lakini inakuja tu humu ndani, inakuja inakaa Emasari. Alafu baadaye sasa nikaanza kuleta, kuna mtumishi wa Mungu Mtanzania mwinjilisti, nimemsahau jina. Huyu mwanaume alikuwa anasema yeye ni mafrimaso. Anasema yeye ni mafrimaso, na alikuwa mafrimaso na katolewa na Mungu. Alikuwa msanii. Nimemsahau jina lake. Nimemsahau jina lake huyu mwanamume. Akana alipop katika YouTube yangu. Nikifungua YouTube ni yeye tu,
Na kila nikifungua ni yeye, mwanamke umeokoka unavaa masuruali, mwanamke umeokoka unavaa hereni. Na nilikuwa nimenua mahereni hivi, vitu vangu vitu. Mwanamke unavaa mahereni, mwanamke unavaa masuruali. Yaani kila nikifungua YouTube yangu ni yeye. Paka nikakasirika, nikasema huyu basi si aniambie neno. Akiniambia neno mimi nashika neno la Mungu. Akiniambia neno mimi nawacha. Kweli jamani, Mungu akasema neno la Mungu. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Emasari. Nikaenda hapo nikasoma. Nikaanza kutafakari ile neno, likanigusa. Nikasema kumbe kuomba kwangu, lakini ilikuwa hata Yesu akishuka ilikuwa siendi mahali. Ninaomba lakini nilikuwa siendi mahali, maana nilikuwa navaa masuruali. Nikasikia vibaya sana. Nikaingia katika toba. Nikamwambia Mungu, mimi naomba nitangulie, nitamwambia mume wangu ili jambo la kwamba kuanzia leo sivai suruali na naomba uingilie kati. Mume wangu alivyokuja nikamwambia soma ili neno, akasoma. Akanambia lakini hili neno alisemi mimi ni mwanamume, wewe ndo wavaa. Nikamwambia sasa nataka nikwambie kuanzia leo sivai masuruali. Ndio ikawa hivyo. Sasa mimi nataka ni neno la Mungu. Sasa ile ndoto ikatimia. Alafu sasa Mungu tena akaja kunionyesha sasa. Alafu baada hiyo akaona huyu nimemonyesha hivi, atanua marinda ya kumbana bana anze kuvaa. Akisema ni marinda sasa yeye ameokoka. Mungu akanionyesha marinda ambayo siposi kuyavaa, marinda ya kunibana, ya kuonyesha mwili. Tena usiku wa kesho yake akanifunulia au mambo, nimevaa nguo yani bana, sasa najiangalia mwili wangu, sasa natembea nikiangalia najiangalia makalio. Sasa Mungu hapendi hizo nguo za kubana, za kuduseduce. Hizi ni nguo ambazo wanawake hawapaswi kuvaa, nguo ambayo inafanya mwanamke akutamani. Emasari. Hiyo Mungu, nikajua Mungu ameshanena. Tena nikaona nimevaa rinda refu lakini naenda klabu. Yaani hizi ni nguo za kuenda klabu. Emasari. Mungu akakataza hizo nguo. Akanionyesha pia nguo za kufika yaani nilionyeshwa vitu vingi. Nguo za kufika magotini hizi hazistahili. Emasari. Ndio naona vitu watu haviishi, vita haviishi kwa sababu watu wana vitu vya ibilisi ndani ya nyumba zao. Na si rahisi mtu kukubali kuacha hizi vitu, kwa sababu hizi vitu ziko na nguvu ya shetani ndani yake, ziko na makodi na wanaingia kupitia makodi mapepo. Ndio maana unaona mtu atakiambiwa Mungu hataki hivi, inakuwa ngumu kuacha kwa sababu zile nguo zina nguvu ya giza, zina mvuto wa kipepo. Sherebosi ya maana rikolosai. Unaweza kuambiwa kabisa hata Roho Mtakatifu ukakataa. Na kuna watu naamini wameshaonywa na Mungu lakini hawataki kuacha. Dakika moja kidogo narudi ndugu yangu. Poleni. Nilikuwa nimeenda kwa kitu kidogo. Poleni sana. Poleni sana. Emasari. Poleni sana. Sasa hii kitu si rahisi kuacha. Ni lazima uamue wewe mwenyewe ni kuamua. Kuna wengine huko nje wamefunua paka na Mungu lakini hawataki kuacha. Hasa kama hutaki kuacha na maana umemshika ibilisi, umemweka kwa pani hivi. Hutaki kumwachilia, unamwambia wewe ni wangu, naenda na wewe. Kwa sababu ina maana unakuwa unakataa kuingia ufalme wa mbinguni kwa sababu ya vitu tu ambavyo uko navyo, mawigi nini yetu wasema tukonekane smart. Lipstick haya, emasari, mahireni, vitu ambavyo Mungu havipendi. Ni vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Kisha Mungu tena akaja kunifunulia tena nyingine. Akanionyesha najipamba kweli. Ninajipodoa. Yaani alionyesha nimevaa uji langu, ninajipaka lipstick, navaa mahereni, nimevaa viatu vyangu vya juu, nimevaa rinda langu la magotini. Yaani
yani nikaona kweli nimevaa vile vitu ambavyo nilikuwa nikivivaa vile. Alafu nikaona nilikuwa nimealikwa kwenye happy birthday. Nikaona nilikuwa nimealikwa kwenye happy birthday, ndio nilikuwa najipodoa hivyo. Yani huko nilijipodoa lakini simalizi. Mpaka nikaona mtumishi wa Mungu akaenda huko kwenye upata, akaenda kuambia mnaye msubiri ameokoka. Akaenda kuambia huyo mnaye msubiri ameokoka. Yani na maana hivyo vitu si vyangu tena, nimeokoka. Mambo ya kualikwa kwenye kwenda happy birthday huko, unaenda kuungana na ibilisi. Haya masherehe watu wanasherekea happy birthday manini, hizi ni za giza. Happy birthday. Bwana neno la Mungu katika kitabu cha Jobu, mbona neno la Mungu lasema ilaniwe siku niliyozaliwa. Masari unasherekea happy birthday. Hii ni mbinu ibilisi amesema Yesu tuone. Mwanzo Biblia halijasema Yesu alizaliwa lini, tarehe 25 madini. Hiyo happy birthday mnasherekea ni ya nini? Mimi nishajiuliza sana maswali. Hata hiyo Christmas ambao watu wanasherekeaga, eti Christmas, happy birthday. Unajua unasherekea nini? Makandoli watu wanadunga wanafifia. Huenda unaweka hapo unafifia maisha yako, unafifia huduma, una habari. Zile vitu zikiwa zimetengenezwa zikalaaniwa. Sasa wewe ile kasi ile laaniwa pale, ukiwa unafifia jinsi vilivyosemwa pale. Kwa hivyo wewe unasherekea hizo vitu. Mimi sipendi mimi hapana. Uko na sherekea happy birthday, masikukuu ya masherehe, Valentine. Unajua maana Valentine? Halafu watu wanavaa marinda ya white, marinda ya red. Kwa kweli Valentine hizi watu wakifa watu wanavaa nguo nyeusi. Hizi ni vitu visivyo stahili. Unavaa nguo nyeusi. Kuna mtu nilimuuliza mbona mnavaa nguo nyeusi watu wakifa? Anasema si kwa sababu ni darkness. Sasa watu wale hawaamini kuna Mungu, na ibilisi wameaminisha mtu akifa anaenda kwenye giza. Yani hawana habari kwa kunayo nuru, watu wakifa anaenda mbinguni. Mbona mtu ukavaa nguo nyeusi? Ishara basi ya maana saya. Ni wakati wa kufunguka macho, Roho Mtakatifu ongoze. Ama sherehe ambayo ni sherehe ya Mungu. Katika neno la Bwana alivyosema, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Pasaka. Na tena watu wagiza pia wanafanya Pasaka yao. Sasa Pasaka ni ile Pasaka wewe unaamua na watu wako, wewe mtumishi unaamua tayari unafanya Pasaka. Masaa siku yako tu maalum unafanya Pasaka na Mungu ataibariki hiyo Pasaka. Pasaka tu unafanya Pasaka. Lakini ya mambo mengi ya dunia ukiona sherehe ambazo zinasherekewa na dunia nzima, jua hapo Mungu wa dunia amehusika. Maana Christmas yavumaga hiyo. Happy birthday inavumaga sana. Hata hii Pasaka inavuma, lakini pia saa zingine inakosa nguvu kwa sababu Pasaka ni kitu ambacho ni cha Mungu. Yeye ndiye aliyeka tarehe yake. Yaani kule mambo ya giza, mambo ni mengi katika ulimwengu wa roho. Ya maana saa tusimame sana wapendwa, na Mungu akubariki wote atakayesikiliza ujumbe huu na kufuatilia. Mungu akubariki sana wewe ambaye utasikiliza. Wewe ambaye utasikiliza ujumbe huu na utie maanani, akubariki. Na wewe utakayesikiliza na kudharau pia, Mungu akubariki na akubadili. Maana jengo hujengwa mpaka likakamilika. Ninatumaini ya kwamba Mungu atakujenga na kukukamilisha kwa wakati wake mwenyewe. Masari, yani Mungu akubariki wewe utakayepata ujumbe huu. Mungu akubariki sana, akuwezeshe, akuinue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.